Naam, habari. Natumai umzima wa afya. Kwa majina naitwa Garden Boy. Leo nakuletea simulizi inayokwenda kwa jina la Kasri ya Mfalme Kola, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Na kukumbusha usiache kusubscribe, like na kucomment. Pia share ili uwe wa kwanza kupata simulizi hii. Natumai utaipenda na itakukosha pia. Turuke nayo sasa. Sukuma mama, sukuma acha ubishi. Hapa ni wakati wakunga walikuwa wakimzalisha mke wa Mfalme Kola. Hapana, nguvu zinaniisha. Jamani, siwezi. Jikaze mama, jikaze. Kabaki mmoja. Mke wa Mfalme Kola alikuwa anajifungua, na wakati huo alikuwa kashajifungua mtoto mmoja. Mwingine alikuwa kang'ang'ania ndani. Hivyo wakunga walikuwa wakipambana kwa ajili ya kunusuru uhai wa mtoto pamoja na mama. Tuachane sasa upande huko, tuje upande wa Mfalme Kola. Alikuwa muda wote anatembea huku na huko. Kiti chake kilikuwa cha moto, na alikuwa yupo na mganga wake anayemwamini sana katika kasri yake. Mganga akamwambia mfalme, usijali mfalme, mkeo atajifungua salama, ila itakubidi mtoto ambaye atakuwa wa mwisho kuzaliwa inatakiwa achinjwe, maana tukimwacha ataleta maafa makubwa katika kasri yetu mfalme, kwani ana nyota ya kishetani, na nyota hiyo ni nyota ya mauaji mfalme. Hayo ni maneno aliyokuwa akiongea mganga wa mfalme. Mara ikasikika sauti ya kilio cha mtoto akilia, yani mtoto mchanga akilia. Ndani akatoka mkunga mmoja, akaenda moja kwa moja mpaka kwa mfalme na kumwambia, mfalme, Malkia amejifungua salama, ila damu nyingi zimemtoka na amepoteza fahamu. Pia mfalme, Malkia akajifungua watoto mapacha wanaofanana. Sawa, nimekuelewa. Endeleeni na matibabu ya Malkia. Mfalme akataka kwenda kuwaona watoto wake. Mara akasikia sauti ya mganga wake ikisema, mfalme, zingatia nilichokuambia, mdogo hapaswi kuishi. Mfalme akaondoka bila kujibu chochote, akaingia ndani na kumwacha mganga wake akiwa nje pale. Mganga alipoona vile akaamua kwenda mpaka kwenye eneo la kupiga mbiu, lengo kuwaita wanahimaya wakusanyike. Tuje upande mwingine ambapo anaonekana mzee mmoja akiwa na wajukuu zake wawili. Majina yao alikuwa mmoja wa kike na wa kiume. Mmoja aliitwa Proshad, mwingine Mwajei. Mzee huyu aliitwa Mzee Mpenja, almaarufu kama Mzee Wan. Alikuwa akiwasimulia wajukuu zake simulizi za kitambo, kwani Proshad na Mwajei ni ndugu, yani kaka na dada. Mara wakasikia sauti za ngoma ambazo zikisikika unajua la mgambo likilia kuna jambo. Mzee Wan akawaambia wajukuu zake kwamba hiko ni kikao cha dharura tumeitwa, ngoja nikasikilize kuna nini. Kipindi hiki Proshad alikuwa mdogo kama miaka 7 hivi, na Mwajei alikuwa na miaka 4 tu, yani walikuwa bado watoto. Na mida hii ilikuwa ni mida yapata kama saa 1 kasoro hivi jioni. Wanahimaya wote walikusanyika kusikiliza maneno ya mfalme. Cha ajabu, leo hakukuwepo na mfalme anaizungumza. Kila mtu alikuwa na wasiwasi kumuona mganga wa mfalme, na wakati huwa sio kawaida yake kuonekana. Wanahimaya
acheni minong'ono, kwani leo Malkia kajifungua mapacha. Lakini mtoto mmoja kati yao amezaliwa kwa ajili ya kuiangamiza kasri yetu. Watu wote wakashikwa na mshangao na ukimya ukatawala kwa sekunde chache na kusubiri mganga huyo atazungumza nini. Mara mfalme akatoka na kuja eneo la kusanyiko. Kila mtu akamuinamia na kusema, "Uishi milele mfalme wetu." Mfalme akasogea mpaka mbele ya wanahimaya na kusema, "Mtoto wa mwisho sitamuua." "Mfalme!" Yule mganga aliita jina na kuinama chini mpaka kichwa chake kikainama kwenye ardhi. Pia na wana wa himaya wote wakapiga magoti. Mfalme akasema, "Ila nitapeleka kwenye misitu ya Mwenda akawe kama sadaka ya Mungu wetu Jesa." Wote wakasema, "Ubarikiwe Jesa." Ndipo mfalme akaita askari wawili, Neli pamoja na Maknik. Askari hawa walipewa jukumu la kumchukua mtoto mdogo na kumpeleka katika misitu ya Mwenda ili kumtupa huko. Unadhani nini kitafata? Usiache kufuatilia sehemu ya pili simulizi yetu ya Kasri ya Mfalme Kola. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare. Ni mimi Garden Boy ambaye nimekuandalia simulizi hii. Ciao.